Zungumza usikike. Wamepandisha ni shilingi 15. Hata choo yenyewe ilifungwa juu mwenyewe anajua. Kila siku ya wiki Jumatatu hadi Ijumaa jioni kuanzia saa 1 hadi saa 1:30. Paza sauti yako kwenye kipindi Sauti ya Mtaa. Kunyakuliwa sasa itategemea na madebut wale ambao wanaenda kuletwa. Tukiangazia yanayojiri na yatakayojiri. Sauti ya Mtaa, tupo kwa ajili yako. Ujambo mtazamaji wa Bethel Clouds TV, karibu katika kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa. Nakumbuka hivi leo tumeweza kukita kambi katika jiji kuu la Nairobi. Jinsi watazama katika mkono wangu wa kushoto ni Mfangano Street, katika mkono wangu wa kulia ni Kahawa House, na katika sehemu yangu ya nyuma ni Easy Coach, kituo cha kubebea magari. Nakumbuka siku ya leo tunaweza kuzungumza na wakazi kuhusiana na swala nzima la kupanda kwa bei ya mafuta kwa shilingi 20. Tusikie kwamba wako na yepi kuhusiana na swala hili nzima. Tujue je, imewaathiri kwa njia moja au nyingine? Maana tunasema vipi tusitumie mate ile hali wino upo. Wacha tuweze kusikia kauli zao, tusikie wako na yepi ya kusema. Ungana nami hadi tamati. Langu jina Omoding Pascal. Na bila kupoteza muda tu nitaweza kuungana na kaka tu hapa mmoja aweze kuniambia anaitwa nani, anatokea eneo gani, na ako na ipi kuhusiana na hili swala nzima la kupanda kwa bei ya mafuta. Utaniambia tu jina, waitwa nani kaka? Mimi naitwa Eric. Nafanya na hizi gari za Rembo Shuttle. Yeah. Naam, Eric, kwa maneno yako tu jinsi wafahamika kwamba Rais mteule William Samoei Ruto aliweza kusema kwamba kidogo ataweza kurejesha bei ya mbolea chini, na hivi sasa tunavyozungumza bei ya mafuta imepanda juu. Kama wewe mhudumu wa gari, umeathiriwa kivipi ama wachukulia vipi hilo swala? Hilo swala nilikuwa naomba kama hii serikali ya William Ruto tunajua bei ya mafuta si wao wanapandisha ama kushukisha, lakini pia wajaribu kuangalia vitu zingine zenye serikali kama unga, hivi vitu ndogo ndogo zile sukari nini, kama hizi pembejeo za maisha wajaribu kupunguza, hata kama tutabalance na hii mafuta. Juu hata ukiangalia abiria ukimlipisha saa hii 100 ana chakula ya kukula, ukimwambia 100 hizi gari zitabaki zimesimama hapa, sisi wenyewe tutakosa kazi, unaona? Sasa at least kama anapunguza bei ya mafuta ikipanda, at least apunguze hizo vitu zingine, at least to compensate hii side nyingine, compensate hii side nyingine, at least ndio to balance na mafuta. Mafuta kupanda si swala la rais wa sahi. Ni mpango ilikuwa imepangiliwa na rais wa zamani. Sasa Dr. William Ruto anafaa ngangane nayo, akipata mahali uko mpenyo irudi chini, lakini kwa sahi haiwezekani sababu hiyo mpango ilifanyikana, wale makateli wameenda na pesa imeenda yote. Rais ameingia bila pesa kwa ofisi. Sasa at least na yeye ngangane. Ruto sahi kwa akaunti yake achangalia hata kwa akaunti. At least ameona tujaribu kusurvive na sisi miongeza na ambao kuliko kuongeza na shilingi 100. Dokta amejaribu amengangana at least tukue na hiyo pay ya 20. Hata unga nimesikia imeshoot, lakini anangangana. Sasa hizi nasikia anaenda mkutano wa USA wakati mambo ya unga 270 sahi, lakini si mpango yake. Hiyo ni mpango wale makateli wametoka kwa ofisi. Dokta jaribu itakuja chini.
Mimi tunaomba serikali tu wasaidie wapunguze vitu because now is very expensive. Yeah. Naam. Kulingana kwa upande ya mafuta, Rais mteule anaitwa Samoei Ruto hajafanya kitu ya maana. Wacha niongee ukweli. Angeteremsha fertilizer, angeachana na fertilizer, kusi fertilizer hata ni makontena ikitoa huko nje ama Mombasa, si mafuta rasmi itakuwa imepanda. Kwa hivyo hakuna haja. Hata angeachana naye kaa ajipange, angalau ajipange ndio aanze vile tukutaenda. Yaani afuate protocol, si ati kuamuka tu na kusema nitaweka bei ya fertilizer enda chini. Hiyo haina maana. Course ukipandisha, yani ukiteremsha fertilizer automatically hii fertilizer inabeba na nini? Na mtu ama na lori ama basi. Kulingana maoni yangu. Kulingana na vile iko mambo ya nini mwananchi ndio anavinyika sana. Mafuta ikipanda kila kitu yote inapanda. Naambia mafuta itashuka, badala ya kushuka ni kupanda. Sasa tunashangaa, tumekufa sana, hatuna morale hata kidogo. Maanake hili vitu ambavyo tuliahidiwa siku ya kwanza tumeona vikianza kuanguka. Sasa hii ni dalili ya kwamba unga utapanda na kila kitu itapanda. Sababu mafuta ikipanda ndio kila kitu. Sasa hatuna matumaini kabisa. Kwanza serikali mpya tulikuwa na matumaini na imetuangusha sana. Naam. Kusema ukweli, kupanda kwa mafuta sio mimi peke yangu kumeadhiri. Most of the time mahali tunabebea Rongai, hii gari ilikuwa inajaa na dakika 20. Lakini sasa tunachukua kama lisali moja kujaa. Kwa nini? Abiria wako bei ile tunabeba na hawezi wakaimudu hata kidogo. Upande mwingine, hii mafuta kupanda itakosti kila kitu. Vyakula itaenda juu. Vitu kama mboga, unga, kila kitu tu ile inalimwa shambani sasa inategemea gari. Lazima sasa wapandishe pia. Hiyo pia imekuwa ni gharama kwa kila mtu ambaye anayekaa town kule mashinani kila mahali. Yeah. Lazima kazi iende chini kidogo juu. Si kawaida, si vile ilikuwa. Kazi iko chini. Na wengine hata waamini. Vile level ulikuwa unamwekea mafuta unamwekea anasema hiyo pesa hapana bana. Kihesabu kwa liters, mtu anaangalia liters na ile pesa inaonyeshana kwa kioo na ni kama unamwibia. Kazi kwetu kwa kidogo inakuwa ngumu juu hata hatuaminiki. Unapata hata wengine hawezi hawatuamini. Unajua sasa ukipandisha gari, waambia abiria 600 700, haizi kubali. Sasa kumaanisha venye imepanda bei pia tuseme transport imechange. Imebadilika. Lazima ichange. Kutoka hapa kwa mahali gari inaenda. Ukiangalia hiyo pesa, hiyo kilomita inaenda. Mpaka ichange. Tulikuwa tunatumia mafuta 5,000. Kama wewe ile biashara unafanya, hizi mango ulikuwa unanunua 50. Alafu uende ukute ni 100. Wewe si pia utauza 150. Gari yangu nabeba kutoka Nairobi kwenda Kisii. Na labda kupanda kwa hii gharama ya mafuta kwa bei ya mafuta wewe imekuathiri vipi kama mhudumu wa gari? Imetuaffect mari kubwa sana. Kama sasa hivi penye mimi ni mtu unadina gari ndogo. Hii gari ndogo tulikuwa tunabeba 1200. Kwa sasa ina stay to bebe 1500. Kujaribu kuongeleza customer ongeze pesa inakuwa ngumu, hata kubana na kaa ngumu. Bei imepanda, tunaambiwa imepanda. Kwa sababu mafuta yake imepanda. Kitui. Waelekea Kitui, labda kupanda kwa bei ya mafuta kuna venye imekuathiri ama vipi? Umechukulia vipi ile swala? Imekuwa ngumu sana sababu pesa saa iko. Na serikali ingeshughulikia and at least fare irudi chini. Na labda hivi sasa umepanda na shilingi ngapi ukikombea na hapo awali? Hapo awali ulikuwa unatumia fare ngapi kufika Machakos na saa hizi? Ilikuwa kitu 300 na sasa tunaenda na 400. Na hivi sasa unaenda ngapi? 400. Zimeathirika juu bei ya mafuta imepanda.
kila kukija mafuta inapanda. Ukiangalia kila tarehe 15 mwezi mafuta imepanda. Lakini ya jana tumestuka kweli. Juu si kawaida vile mafuta kupanda 20 shillings. Tumezoea mafuta inapanda shilingi 5, shilingi 8. Lakini sasa jana tumeamka asubuhi, hata mimi nimeona breaking news kwa TV nikastuka juu. Hapa sasa town tunabeba ni shilingi 100. Ukianza kuongezea mteja mwambie ni 150 itakuwa ni gumu. Sasa sisi tuliona maybe serikali ya bottom up imeingia, tunaweza faidika, lakini sasa tumeanza kushtuka tena. Ni wapi tunaelekea? School fees watoto wamefungua, ndio hawa wanafungua wiki mbili wamerudi shule, hatuna school fees. Sasa hata Nairobi tunaona kuishi Nairobi ni shida. Juu mafuta ikipanda hivi chakula imepanda. Mafuta ikipanda juu sekta ya mafuta ikiguswa tu kila kitu imeathirika nchi. Sasa hata tunaogopa hata kukula kwa hoteli imekuwa ni ngori. Unatoka kwa nyumba ukunywe chai yako ukuje usinde the whole day urudi kwa nyumba jioni. Hakuna namna nyingine. Juu mafuta ikipanda customer ikuja hapa kama niliingia hapa saa 4 nimebeba customer mmoja na ni 100. Niambie ni hoteli nitaenda ama nitapiga hesabu kurudi kwa nyumba. Hiyo sasa imeleta mambo nyingi. Kwa sababu hata saa hizi mimi job yangu bodaboda watu wapande boda. Mafuta imepanda, utiambia mtu bei sasa inaruanda down service 100. Saa hizi nafaa mwambie 200 ama 150. Hawapandi, anaona hiyo pesa ni nyingi. Utiambia mtu maybe anaenda hapa hiyo inaruanda 300, mwambie ni 400, anasema hapana. Sasa mimi naomba president wetu ndiye ameingia sasa kumpatia time hii at least hii mwezi haijalipo kwenye mambo itaenda. Hayo mafuta itipanda, hizi vitu zote zinapanda, chakula inapanda, mafuta ndio mambo yote. Sasa mimi naomba president atusaidie at least maisha yote. Mimi nimeingia hapa sasa hivi hata chakula banjo wanaenda saa 6, saa 4 naenda saa ngapi? Saa 4 saa 8. Sina namna hapo, nimebeba mtu mmoja tu. Unaona? Sasa hii upande wa mafuta imefanya mambo imechange, maisha imechange, maisha imeanza kuwa ngumu. Hapo mafuta ndio inasaidia inji. Na hii ndio inalani economy. Mimi nyote naomba wananchi wapatie president muda enough. At least ajipande na mambo itakuwa sawa. Mimi najua mambo itakuwa sawa. Na labda kama wewe tu mhudumu wa magari, unaweza taka serikali kushughulikia kivipi kuhusiana kwa kupanda kwa bei ya mafuta? In fact sio mimi peke yangu mhudumu wa magari. Mafuta kushuka hiyo ni kila kitu kwa maisha ya binadamu. Kwa sababu mafuta, usafiri inategemea gari. Vyakula inategemea gari. Kila kitu inategemea gari. Hata ndege pia uwezi mafuta ikipanda ya gari hata ya ndege pia simepanda. Kwa hivyo mafuta ikishuka kila kitu itakuwa sawa. Ningependa tu vile ilituahidi kama Wakenya itufanyie hivyo. Itufanyie hivyo. Ilitupa matumaini na tukatokea kuwachagua sana kwa sababu ilitupa matumaini kubwa sana. Lakini na labda saizi unaenda Rongai, hapo awali kabla ya mafuta kupanda na hivi sasa ulikuwa unaenda na pesa ngapi na saizi? 50. Sasa saizi tumelipishwa 80 mpaka Rongai. Na tungelipa 50. Hizi rokisi saizi tungelipa 50. Na tumelipishwa 80 sasa. Na ni kwa sababu waliweka mafuta jana hii. Lakini wakiweka leo kesho tutalipa 100 na kitu. Okay. Hapo inawezekana juu mwananchi atateseka sana. Kuna mwananchi wa chini kabisa lakini anateseka sana. So unaimiza serikali vipi iweze kushughulikia mafuta kivipi kama wewe mhudumu? Iangalie maslahi ya mwananchi. Serikali ijali tu wananchi tu. Kiujali wananchi pia sisi tumejalika. Juu pia mimi kuna mali itafika nihitaji mafuta. Hata kama mimi ni muuzaji itafika mali pia mimi nihitaji mafuta. Kwa hivyo nikitoka hapa pia niko na maisha yangu ya kawaida. Na mafuta ikienda juu kila mtu anaumia. Juu fare iko juu. Nitahitaji kwenda nyumba, lazima fare itapanda. Si ndio? Kwa hivyo serikali tu itujali. Kama kuna vile inawezekana mafuta iende chini. Shughulikie wa Kenya sababu saini ni ngumu kabisa. Okay, sawa. Ni vizuri shughulikie kwa sababu mwananchi anaumia sana, anateseka yeye. Kwa sababu tungetaka afya iteremshwe. The only way serikali inaweza tushughulikia ni kupunguza mafuta. Hakuna shortcut. Hakuna shortcut. Ni kupunguza mafuta. Juu abiria on the other side hawezi kubali ati wapandishe
wapandishe fare. Obvious watakuwa stranded hapa. Yes, pia wanaumia. Si ati mshahara imeongezeka, pesa ni ile. Yes, na magari ni zile. Ingekuwa ati wameongeza mafuta gari zingine zinalala, ingekuwa bit worth it. But gari ni zile. Ukipandisha fare kuna zingine gari zingine bado ziko chini. Alternatively hatuna otherwise. Tutubebe ile bei tumezoea. Hata in fact hata ndio bei tena inaharibika. Juu watu bado wanaleta magari. So it's like we are working on a negative. Inatu affect a lot negatively. Mimi naomba serikali tusaidie. Yaze tu wenye mafuta imepanda. Naomba at least yaze immediate true with time. Wale wenye mafuta itapunguza bei na at least nipatie wiki moja hivi, isiende sana ati mwezi hizi mafuta ikiwa hivyo wananchi wanaumia. Hapa mwananchi wa kawaida kama mimi naumia, na hata hawa wenzangu pia pote, na hawa watu wengine mwenye anatembea sasa hizi tumekuu anaumia. Unaona? Sasa naomba serikali situachie at least hii jambo ichukuliwe kwa njia ambayo kwa sasa tusaidia. So ile kitu tunaweza omba serikali, Mheshimiwa Rais Ruto, in fact angalie watu wa chini. Sisi haswa ndio tunalipa kodi sana. Nikienda kununua spare part ya pikipiki nalipa ushuru. Tunaomba ile kitu angeweza tusaidia, aongelee swala ya mafuta. Mafuta kila inchi ndio uchumi ya inchi. Mafuta ikiuzwa, sasa transportation hiyo. Mtu akitoa kama vitu industry akileta huko town, supermarket lazima ongeze bei. Sasa hata tulikuwa tunatarajia unga itateremka. Sasa tena unajua imepanda. Sasa hata kukula kwa nyumba ni dhahabu. Tunaomba tu Mheshimiwa Rais atuangalie watu wa sekta ya bodaboda. Kwanza sisi haswa ndio tulipiga kura. Matajiri hawapigangi kura. Sasa vyenye watu sisi maskini tulimpigia kura, basi atusikize pia. Kwa hiyo tunaomba serikali kama ingekuwa na uwezo iteremshe mafuta iwe 100. Kila kitu ni mafuta. Sasa nauli imekaa juu. Na ni kipi kama tuwe mhudumu wa gari unaweza taka serikali kushughulikia kuhusiana na swala hili? Ipunguze mafuta. Mafuta ndio kila kitu. Acha niongee. Unajua tunatumia pesa mingi. Na hii pesa mingi kama mwanafunzi anatoka Nyanza. Kama alikuwa anapandia fare ya 600. Sasa hii itakuwa ni 1,500. Sasa what of? Kijana angekaa chini ajipange pole au tunamtaka tu, lakini hiyo hapana. Hiyo sio mzuri. Wajaribu kuangalia hiyo maneno kwa sababu wananchi wataumia. Maana kila kitu ndio kiingie lazima tunahitaji mafuta. So wajaribu kubalance tu, waongee na hao watu wenye tunaweza pata mafuta. Maana mafuta iko Kenya, hata sisi tunaweza jitengenezea yetu at least to balance na hiyo situation. Supporting the youth. Because you see the way too much dips, to avoid some such things like that. Kwa maneno yako tu kama mwananchi wa kawaida, ni kipi kilikufurahisha kwa hotuba ya Rais mteule William Samoei Ruto alipokuwa nakula kiapo pale Kasarani? Nini ilikufurahisha kama mwananchi wa kawaida? Nini ulisikia kwa hotuba yake labda ilikufurahisha kama mwananchi ni gani? Supporting the Kenyans, then they reducing all the things, the price. Pale aliposema serikali inarudi, anasaini irudi, sasa wajisimamie mambo ya hongo iishe. Hiyo itatusaidia sana kama sisi watu wa matatu. Katika uga wa Kasarani tulifurahia amani na tunampenda kwa sababu yeye ni Mkenya. Tunamuomba tuunganishe wa Kenya na sisi tutashirikiana na yeye. Na nikimalizia tu, labda ni nini kilichokufurahisha kwa hotuba ya Rais mteule William Samoei Ruto alipokuwa anakula kiapo pale katika uga wa Kasarani? Wewe kipi kilikufurahisha kama mwananchi wa kawaida? Mimi naweza sema hakuna kitu nilifurahia kwa hiyo hotuba yake, kwa sababu kitu ya kwanza aliahidi watu unga ataanguza na siku ya kwanza. Hakuongelea mambo ya unga. Mpaka saa hii unga ichanguzwa bei. Kitu kingine aliongea mambo ya education. Achagusia mambo ya education ya free education. Sikia akiongea. Alifurahisha maaskari kuwatengenezea mambo yao, akafurahisha judiciary, sababu anajua maybe pingamizi kikucha kutoka opposition hapo ndiye atakimbilia, lakini mwananchi wa kawaida hakuna kitu tumefurahia. Mimi hotuba yake
Ile vitu waliahidi watu mimi sijasikia akizingatia na zile siku ambazo walikuwa wamesema. Yeah. Haimaanishi eti alikuwa anatufurahisha kwa yani tufurahi tu kwa dakika moja. Hiyo si vizuri. Na uwezi niambia ajui ni nini kinaendelea. Na watu walikuwa wanangojea dakika tu ya yeye kuingia uongozi, kila kitu kibadilike. Na kumbe ni kutufunika tu gunia. Hata wengine hawajafurahia kwa sababu walisema wacha wangoje kwanza wanunue kitu bei rahisi ndio furaha kamili ifike, na bado. Kwa hivyo sasa tunaona, unajua siku njema inaonekana asubuhi. Kama kwa siku moja tu ya pili kila kitu kimebadilika. Na hii miaka 5 je, si ni kukufa tu tunakufa ama wewe unaona kunaenda? Mimi naona hapa baada ya miaka 5 wenye watapatikana hapa ni kidogo sana. Na maisha itakuwa ni ngumu hata kuliko ya mwanzo. Kwa sababu watu walikuwa na matumaini ya kuota ndoto mpaka unaona ni kama mtu wa kuamsha eti si eti unaota, akuamsha utoke kwa hiyo ndoto na unachikuta si eti unaota au jarara, si ndoto, ni kweli. Na watu wakarara ile usingizi yote wakijua kesho unga nitanua bei rahisi, maziwa nitanua bei rahisi. Story nyingine ndio hii imekuja tofauti na ile matarajio yetu ya kila siku. Hiyo ni kama alikuwa anataka tufurahie kwa dakika moja peke yake na turudi kwa ile maisha ya kitambo. Na uwezi niambia rais wetu mwenye tumechagua achui ni nini kinaendelea. Hii nchi ni yake. Raia wote anawajua ile maisha yenye wanapitia. Wanajua ni kwa nini walimpenda yeye na wakachagua yeye. Akubali tu aingilie hii maneno mapema, aturudishie kila kitu kirudi chini, ahakikishe kila mwananchi amepata ile furaha yenye amekosa kwa miaka mingi ya maisha yake. Asirudishe watu kwa vidonda sasa mani. Hiyo tu ndio nilikuwa nataka niseme. Naona ni kama gari imepanda, tunateseka. Tulikuwa tunapata gari kwa bei ya chini. Sasa mafuta imepanda, gari imepanda. Labda tuseme hivi sasa hapo nyuma kwenda Kitengela ulikuwa unatumia pesa ngapi na saizi unaenda na pesa ngapi? Kitengela tulikuwa tunatumia kitu kama chwani hapo, unaona? Lakini sasa hii unapata magari ni kidogo. Mali unaenda mali tulikuwa tunaenda na pesa nyingine unapata imeongezeka. Sasa hii unaona pesa yenyewe ulikuwa unafikiria kama kununua unga nini umeongeza kwa fare, unaona? Marent gharama imeongezeka. Na labda unaweza tu ambia kama mwananchi unaweza taka serikali kufanyia vipi kuhusiana na kupanda kwa mafuta? Serikali kwanza, kitu ya kwanza Ruto ameingia, si ndio? Ni atusaidie kwanza unga na mafuta, unaona? Zishuke. Hiyo ndo gharama zingine kubwa hii Kenya hii, unaona? Sasa kama mafuta imepanda, pesa ya unga ikiteremsha unapata unga bado ndio umerudisha kwa mafuta, unaona? Kwa gari. Sasa unaona hakuna kitu tumesaidika, unaona? Ni atusaidie tu hiyo mafuta ishuke na unga. Unga sana. Okay. Nashukuru kwa wakati wako kaka. Safi. Asanteni. Sawa. Manze huku tunaumia zaidi. Sasa mafuta kama kitambo tulikuwa naweka kama gari inaweka pesa mingi na kunywa mafuta mingi kuliko mwenye gari ile mwenye anachukua. Sasa hii tutafanya aje? Leo tumeanza leo. Manze tumestuka. Lakini bwana acha tuongee na mheshimiwa rais. Ashughulikie tu kama anaweza jambo kuu tunapunguza mafuta. Hivyo tu ndio tutaizia. Hiyo ndio fulana inaleta nchi yetu ya Kenya sasa hivi yenye iko. Na kwa maneno yako tu labda pale ni kipi pia kilichokufurahisha kwa hotuba ya rais mteule William Samoei Ruto alipokuwa katika uga wa Kasarani kila kiapo kama mwananchi wa kawaida, nini ilikufurahisha? Ile jambo aligusia ni hii economy. Unajua economy is very important. Economy kiwa chini kila kitu at least itakuwa sawa. Economy yetu tunaanzia mafuta hiyo, ya chakula, manyumba tunang'ang'ana kulipa hiyo vitu zote zikiwa chini. Na je, ni mizo tu gani unaweza ambia serikali tukimalizia mazungumzo yetu mimi na wewe, unaweza himiza nini serikali kuhusiana na gharama ya maisha? Mwananchi wa kawaida kwa serikali haijui anaumia. Mkulima mdogo sasa anaumia kabisa. So gharama irudishwe chini. Gharama ikuwe chini kiasi. Nashukuru kwa wakati wako kaka. Asante pia. Asante sana. Na mtazamaji wa Bethel Clouds TV, sina budi kulikunja jamvi la kipindi chetu cha Sauti ya Mtaa, na kumbuka hivi leo
leo nimekuwa nimekita kambi katika jiji kuu ama katika jiji kuu la Kenya ambayo ni Nairobi. Nakumbuka nimeweza kuzungumza na wakazi kuhusiana na swala nzima la kupanda kwa bei ya mafuta. Wengi wamekuwa na maoni kinzani, wengi wakisema kwamba serikali iweze kushughulikia shughuli nzima ya kupanda kwa bei ya mafuta. Jinsi tunafahamika imepanda kwa shilingi 20. Wanazidi tu kurai serikali iweze kurudisha bei ya mafuta chini ndio maisha iwe bora. Na jinsi unatazama niko kwa gari inayotoka Nairobi Kenya katika eneo la Afya Center inaelekea Kitui, na wanasema kwamba tu fare iko juu kwa sababu mafuta imepanda. Nakumbuka tunazidi kurai tu serikali ishughulikie swala hili nzima kwa haraka iwezekanavyo, maana wananchi wa chini wanaumia. Kama Bethel Clouds TV tunasema shukran kwa wote ambao wameandamana nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Langu jina Omoding Pascal.